Shughuli tunazozifanya, tutashukuru Muumba wa mbingu na nchi. Mwenye enzi, Baba wetu wa juu mbinguni, tunashukuru jina lako. Wewe ni mwingi wa rehema, mwenye fadhili nyingi. Baba wetu, umeturehemu sana hata ukatupa pumzi ya uhai. Na zaidi Baba wetu, ulimtoa Masihi mwanao kwa ajili yetu, ili tuwe na tumaini lenye uzima, tukiendelea kutenda mapenzi yako. Hapa mbele zetu Baba wetu, tunatumainia kulihubiri neno lako, na tunalihubiri kwa watu wako Baba wetu, na ni kwa sababu unatupenda sisi zote. Unapenda dhabihu hiyo ulioitoa kwa ajili ya kila mmoja wetu apate kupata nafasi katika tumaini la uzima wa milele. Tupe wakati mwema Baba wetu tunaolinena neno lako, na wale wanaotusikia Baba wetu uwape usikivu mwema, ili Baba wetu waweze kuwa na ufahamu utokao kwako, na hata wafurahie kulisikia neno lako, maana ulisema wewe ndiyo njia na kweli na uzima wa milele. Baba wetu, ukitushauri kupitia neno lako, tutajua tutafika hadi kilele cha matumaini yetu. Tunajiachilia mkononi mwako tukiomba mwanzo mwema, na hata katikati na hata mwisho mwema wa ibada ya siku hii ya leo, na hata kuendelea kwa muda wote. Baba wetu, kwa mahali hapa, endelea kuwa pamoja na kila mmoja wetu. Tunaamini utatutendea zaidi ya maombi yetu, kulingana na vile utakavyoona ni vema tunapoendelea kutenda kazi yako. Maana tumekabidhi yote mkononi mwako, hata tukiombea watu wote baraka zako katika shughuli na kazi wanazozifanya. Lakini pia Baba wetu, uwajalie kuwa wasikivu wa neno lako. Machache hayo tumeomba kwa imani kupitia jina teule na takatifu la Yeshua Masihi, Bwana na mkombozi wetu. Amen. Haya, asante sana. Kwa hivyo basi hatuna budi kuendelea, maana Bwana wa mbinguni sasa ameweza kutupa ruhusa. Basi nikiwaalika waimbaji ili kutia joto hii furo, ningependa nikasome andiko moja katika Wakorintho wa pili 5 mstari wa 20. Wenda unajiuliza hao wananena ni kina nani? Wananena kwa mujibu gani? Ili uweze ukaishiwa na shaka, ningependa ujue sisi ni kina nani. Wakorintho wa pili 5 mstari wake ni wa 20. Wakorintho wa pili 5 mstari wake ni wa 20. 20 yasema hivi, mchungaji. Neno inasema nini bwana mhubiri? Basi tu wajumbe kwa ajili ya Masihi. Basi sisi wenyewe ni wajumbe kwa ajili ya Masihi, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Kwa hivyo sisi tu wajumbe ambao tumekuja kunena, na sio kunena tu. Sisi tu wajumbe kwa ajili ya Masihi, kana kwamba ananena kupitia kwa vinywa vyetu. Kwa hivyo tunawasihi nini katika hiyo sehemu nyingine? Twawaomba ninyi kwa ajili ya Yeshua mpatanishwe na Mungu. Kwa hivyo tunawasihi kwa ajili ya Bwana wa mbinguni mkaweza kupatanishwa na Mungu. Kwa hivyo wewe uliye pale, usidhani ya kwamba tumekuja kufanya siasa. La, hatujakuja hata kuuza sera yoyote, lakini tumekuja kama wajumbe wa Bwana, kwa sababu Masihi mwenyewe alikuja katika ulimwengu, kamaliza ziara yake ya kazi ambazo alikuwa anazitekeleza. Baada ya hiyo akarejea kwa Baba yake. Wakati alipokuwa katika ulimwengu, akaweza kuwafunza mitume njia ya mienendo, na akaweza kuwapa Israeli na mitume pia ujumbe wa neno la kweli. Na kuanzia pale aliporejea kwa Baba yake, neno likaenea katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo wakati tutakuwa kile kipindi chote tutakachokuwa katika hii eneo, tutaweza kuyajulisha mambo ambayo Masihi aliacha, yale ambayo alinena. Hivyo basi sawa ya kwamba tumekuambia sisi ni wajumbe. Sisi ni wajumbe tu ambao tunakuja kunena kwa ajili ya Masihi. Kama vile Bwana ama Masihi mwenyewe hawezi teremka hapa saa hii asimame mahali ambapo nimesimama kwa ajili ya kueneza neno, akaweza kutuweka sisi kama wajumbe. Ndiposa tumefika hapa tuweze kuambia kwamba kuna ujumbe mpya ambao mmeweza kuwafikiria katika hili eneo. Kwa hivyo basi muweze kukaa pale, msikilize, muandamane nasi, kalamu na karatasi iwe karibu nawe, maana kuna uhondo ambao tumeweza kuandalia, ambao ni njia ya uzima wa milele. Kwa ajili ya hayo mengi ama machache, ningependa waimbaji waje hapa watuongoze kwa nyimbo mbili. Nyimbo mbili kwetu ni kidogo. Tunafanya warm up ya nyimbo mbili, tutie joto hapa kidogo, tuweze kuwa na mhubiri wa kwanza. Tukiwa na mhubiri wa kwanza, baada ya hiyo sasa itakuwa sifa, ile inaitwa sifa sasa.
sio hii ya kuomba. Sasa itakuwa sifa. Kwa hivyo waimbaji, ningeomba mkanikaribie hapa, wachukue vipasa sauti, tumsifu Baba wetu kama ilivyo wajibu wetu. Karibuni sana, karibuni sana.
Yes. Haya, hiyo inaitwa warm up. Hii inaitwa warm up. DJ. Haya, shikilia hapo DJ. Uendelee kutia makali, maana tunaendelea na tutasifu kabisa. Kusifu huwa ni njia moja ambayo sisi tunajivunia, maana tunajua Bwana anapenda sifa. Na kwa sababu hatuwezi kaa katika kusifu peke yake, ningependa tukaweza kusikia neno kutoka kwa mhubiri wa kwanza ambaye najua ameandalika kabisa, aweze kutufahamisha vizuri kuhusu wokovu ulio wa kweli. Maana kila mtu ukimuuliza kama ameokoka, niturutanagĩra wĩira wa ngoro, wĩtagwo ũira wa ngoro, atĩ njĩtagwo ng'ania nĩhonokete nĩ nyenda Mwathani na nĩndĩmũkenagĩra nĩ ũndũ wa kũhonokia, nĩndahunjirio na ngĩbatithĩrio kũ, no reke tũigue atĩrĩrĩ, ũhonokio ũrĩa wa marĩ ũcio umbũraga atĩ nĩ ũhonoketio-rĩ, reke tũigue kana nĩ wa maandĩko. Wacha tusikie wokovu ulio wa kweli ambao wewe umeokolewa kwayo, kana kwamba ni wokovu ulio wa kweli. Sasa tutasoma kwa maandiko, kwa sababu neno la Baba linatufahamisha vizuri ya kwamba tusome maandiko, tukachunguza katika kitabu, tuweze kuangalia kana kwamba hilo jambo ni la kweli. Kwa hivyo ndugu mhubiri, nikitumai na kuona uko karibu nami, njoo utueleze wokovu wa kweli, na si wokovu wa mtu, ni wokovu ulio katika Biblia, sio ule uliotungwa na binadamu. Wacha atuambie kuhusu wokovu wa kweli yupi uliopeanwa katika maandiko. Kwa hivyo karibu sana mchungaji. Haleluya. Na wasalimu wasikizaji wetu katika jina la Bwana wetu. Hamjambo. Matumaini yangu ni ya kwamba nyote mu wazima na hamjambo hata siku ya leo. Baba wetu ni mwema kwa kuwapa fursa hii ya kuweza kuwa hai hata kuwa wakati huu mkilisikia neno la Mungu. Hata nami namshukuru Mungu kwa sababu ya kunileta mahali hapa. Najua ya kwamba ni mapenzi yake, ndio sababu tumekuwa sisi zote pamoja, kwa sababu ana kusudi njema na maisha yetu. Hiyo ambayo ni kusudi la Baba wetu juu ya maisha yetu ndio tutaweza kuiona, na ni kwa sababu nitaongelea sana kuhusu wokovu. Majina yangu ni mchungaji Ndungu Njau kutoka sehemu za kule Thika, na nimekuja hapa tu kwa sababu ya neno la Mungu. Na kwa sababu neno la Mungu ndio linatuunganisha sisi zote, ningependa tuweze kuona yani neno la Mungu, faida ya neno la Mungu ni kiasi gani, ili tunaposemezana na mimi na wewe uwe na sababu hata ya kusikiza neno la Mungu. Warumi 1:16 kuna neno huwa tunaambua mahali hapo, na ningependa msomaji aweze kutusomea ili tusikie vizuri neno hili ambalo huwa linahubiriwa lina uwezo kiasi gani juu ya maisha yetu, juu ya maisha yako, juu ya maisha yangu, ikiwa utaweza kulisikiza na kutenda kadri mapenzi ya Baba wetu. Tuene faida ya neno la Mungu. Msomi yako karibu. Warumi 1:16 yasema hivi. Kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Ati maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Hivyo ndivyo neno linasema. Kwa hivyo jambo hilo ndio ningependa tuendelee kusikia, ya kwamba tusionee haya Injili, maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, tena kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa hivyo neno la Injili sio kitu cha kuweza kuaibikia, ni uwezo wa Mungu ambao unafikishia kila mtu wokovu, kwa kila anayeamini. Tunaambua kwanza kwa Myahudi na pia kwa Myunani. Kwa hivyo Injili ni neno la Mungu. Linapo nenwa juu yako na juu ya kila mmoja wetu, basi ukiweza kusikia na kushika na kudumisha yale ambayo umesikia, basi utapata wokovu kupitia neno la Mungu. Nilitaka tuweze kuona upendo wa Mungu kupenda juu ya mwanadamu
kuanzia mwanadamu wa kwanza Adamu mpaka wakati huu ambapo tuko, ili tuweze kuona kusudi la Baba wetu, jinsi amekuwa akitaka mwanadamu apate kuokolewa, jinsi ambavyo amekuwa akimfikia mwanadamu hata hapo anapokosea. Nitataka tuweze kuangalia mtu wa kwanza Adamu. Adamu alipoweza kuwa ameumbwa, maana Baba wetu alipomuumba mwanadamu wa kwanza ambaye ndiye baba yetu sisi zote, Adamu akamweka katika shamba la Edeni. Kuna maneno ningependa tusikie kwenye kitabu hicho cha Mwanzo 2 mstari wa 6 hadi wa 8. Tusikie mambo ambayo baba wetu aliweza kufanya. Hebu tusomewe hapo ili tuweze kuandamana, wewe msikizaji wangu uweze kusikia tangu Adamu mambo ya upendo mkuu wa baba wetu juu ya maisha ya mwanadamu. Hebu tusomee Mwanzo, tunasoma 2 mstari wa 6 hadi 8 hadi wa 8. Ukungu ukapanda katika nchi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Ya kwamba hapo ni wakati Mungu alikuwa ameumba mbingu na nchi. Sasa amefika siku ya 6 anamuumba mwanadamu. Ukungu ulipopanda akafanya namna gani? Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Ati Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi la uhai. Akapuliza puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mtu basi akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni. Akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Na Baba wetu asifiwe sana. Kwa hivyo tunasikia kwamba alipomuumba mwanadamu alimuweza kumtengenezea mazingira mazuri. Aliweka na bustani la shamba la Edeni. Akamweka mwanadamu aliyemuumba ndani ya shamba la Edeni. Kwanza tumeona aliumba kutoka kwa udongo. Akarudi akapulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Tena akamtengenezea bustani la Edeni, akaweka mwanadamu. Kweli huo ni upendo mkubwa. Kiumbe ambacho hakikuweko kikawa kimepatikana na kikawekwa mahali palipo pazuri ambapo ni pa kustarehe na kuishi kulingana na mapenzi ya Baba wetu. Mstari wa 8 ulikuwa umesoma? Mstari wa 8 inasema hivi. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni. Akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Hivyo ndivyo tumeambiwa. Mtu akawekwa, makao yake yalikuwa katika shamba la Edeni. Mstari wa 16 na 17 inaongezea namna gani? 16. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akasema. Ati Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akasema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula. Matunda ya kila miti ya bustani waweza kula. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Lakini mti katika mti wa mema na mabaya usije ukala. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa sababu siku utakaokula matunda ya huo mti kwa hakika utakufa. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ndio agizo la Mungu juu ya kiumbe ambacho ni mwanadamu alichokiumba, ya kwamba katika miti yote ya bustani waweza kula, lakini katika mti wa mema na mabaya usije ukala, na utakapokula utakufa hakika. Kwa hivyo hapo ndio dhambi ama mwanadamu aliweza kukosea. Hebu tusomewe mstari wa 10 na kitabu hicho cha Mwanzo 3 mstari wa 14 na wa 15. Mwanzo 3 mstari wa 14 inasema hivi. Mstari wa Bwana Mungu akamwambia nyoka. Ati Bwana Mungu akamwambia nyoka baada ya kudanganya Adamu na Hawa. Kwa sababu umefanya hayo. Kwa sababu umefanya hayo. Umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote. Umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote. Na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Hivyo ndivyo alivyoambiwa. Kwa tumbo utakwenda. Ati kwa tumbo utakwenda. Na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Mstari wa 15 umefikisha. Nami nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke. Nitaweka uadui kati ya uzao wa mtu huyu na huyu mwanamke. Na kati ya uzao wako na uzao wake. Na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa. Ati utamponda kichwa. Nawe utamponda kisigino. Hivyo ndivyo walifanya.
ya kwamba alipokosesha mwanadamu uadui ukawekwa, ya kwamba sasa mwanadamu atakuwa na mbonda yule joka kichwa, naye yule joka atakuwa anambonda mwanadamu kisigino. Akasema uzao wake wa nyoka na uzao wa mwanamke wamewekewa uadui. Hii ni kusema namna gani? Kama ukisoma hiyo kitabu cha Mwanzo hiyo 3 kuanzia mstari wa kwanza, kuna kiumbe kingine kilionekana ambacho kilikuwa kina hekima kuliko mwanadamu. Nacho kiumbe hicho kilionekana ni mfano wa nyoka, lakini alikuwa ni shetani, ya kwamba alikuwa mwerevu kuliko viumbe vyote, akamdanganya mwanadamu. Lakini tunaambiwa ya kwamba Bwana Mungu mwisho wa yeye kumdanganya alisema ameweka uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa yule mwanamke. Na hiyo ni jambo zuri, sababu ni kusema ya kwamba ule uadui utafanya waweze kukosana. Atabondwa kichwa, kwa hivyo atawawa, lakini naye anaweza kukubonda kisigino. Usipokaa vizuri, naye anaweza kukuua. Lakini mstari wa 21 inasema nini? Mstari wa 21. Mwanzo tunasoma 3 mstari wa 21. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Hapo ni baada ya yeye kuwa amejiona kuwa uchi, ya kwamba baba wetu alimtengenezea mavazi ya ngozi, bado akamvika. Kumbuka huyu ni mwanadamu ameanguka, mwanadamu ambaye ameasi, lakini ameweza kutengenezewa mavazi ya ngozi. Mavazi ya ngozi, ukiangalia kama ngozi itatolewa kwa mnyama ama ngozi inapatikana, basi lazima kuwe kuna kiumbe kilikufa. Kwa hivyo kuna kiumbe kiliuawa ili mwanadamu aweze kuvikwa nguo. Kwa hivyo alimvika nguo juu baada ya mnyama kuwa amekufa. Kwa hivyo kuna dhabihu ilitolewa, mnyama akatolewa akafa, na dhambi za Adamu zikafunikwa juu ya damu ya yule mnyama, akavalishwa ngozi, kwa sababu sasa angekufa kwa sababu amefanya dhambi. Sasa hakufa mara moja kwa sababu kuna kiumbe kimewao, na akavalishwa nguo asijione tena kuwa uchi. Kwa hivyo hiyo ni dhihirisho ya kwamba baba wetu alikuwa bado na upendo na mwanadamu, akamtendea mambo mazuri, akamvisha nguo baada ya kuona anataabika. Hata alitoroka uso wa Mungu akisema ya kwamba mimi ni uchi, sifai kuwa mbele zako. Lakini baba wetu alimtafuta akimuuliza uko wapi, na akampea mavazi ambayo tumeweza kusikia. Kwa hivyo baba wetu ni mwenye upendo mwingi. Mstari wa 22 na 24 inasema nini? 22. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu, na kwa kujua mema na mabaya. Na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akara, akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Kwa hivyo mwanadamu sasa akafukuzwa, akaondolewa katika shamba la Edeni. Na ukisoma maandiko, kitabu hicho cha Mwanzo 3 yote, utasikia Adamu aliambiwa kwa jasho lako utakula mpaka utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Na Bwana Mungu akasema hao wanadamu sasa wamekuwa kama mmoja wetu, na kwa vile wamekuwa kama mmoja wetu, sasa hawatakaa shambani, kwa sababu sasa watakula na mti wa uzima wakaishi milele. Na ilhali wamenikosea. Mwanadamu angeishi milele akiwa mwenye dhambi kama asingelizuiliwa kwenda katika kula mti wa uzima. Kwa hivyo baba wetu akaona atamfukuza, kisha atamrejesha baadaye kwa njia ambayo atakuwa ameweza kurejea na ametubu dhambi zake, ili apate kuwa na uzima wa milele akiwa mwenye haki. Kwa hivyo hiyo ni wakati wa Adamu. Tumeweza kuona mambo mazuri ya kwamba baba wetu alimvika nguo. Hiyo ngozi ilisimamia wokovu wa huyo mwanadamu, ya kwamba sasa hatakufa, lakini sasa amepata mnyama ameuawa badala yake, na sasa yeye amevikwa ile ngozi. Sasa amekuwa ameokoka mauti ambayo angekufa wakati huo. Tukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 6
tuna mambo huwa tunasikia kwamba wakati wa Nuhu pia dhambi ikazidi. Kisoma kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 8, utasikia dhambi iliweza kuongezeka, lakini kuna neno Bwana aliweza kusema tukianzia mstari wa 5 hadi wa 8. Mwanzo 6 mstari wa 5. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia bali mwanadamu na mnyama na kitabacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Basi tunaona wakati wa Nuhu vile ilivyokuwa, ya kwamba kuliko maovu kuisha, maovu yalikuwa yanaongezeka. Baada ya mwanadamu kuweza kula matunda ya mti wa mema na mabaya, bado mwanadamu alizidi na kufanya maovu, mpaka Baba wetu wa mbinguni akaghairi mbona kumuumba mwanadamu, kwa sababu mawazo yake yamekuwa mabaya siku zote. Akasema atafutilia mwanadamu na viumbe vyote kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Lakini tukaambiwa ya kwamba Nuhu akapata neema machoni pa Bwana, akapata neema. Bado Baba wetu ana neema nyingi, ya kwamba bado huyo mtu wa Mungu anaitwa Nuhu aliweza kupata kibali machoni pa Baba wetu. Tukiweza kusoma hiyo kibali alichokipata kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa 8, tutasikia hicho kibali kilifanyika kuwa nini kwa katika maisha ya huyu Nuhu, wakati alipoweza kupata neema mbele za Baba wetu. Kwa sababu Baba wetu alimwambia, sasa tengeneza safina ujiokoe wewe pamoja na nyumba yako. Ukisoma hiyo kitabu cha Mwanzo 6:7 mpaka 8, utasikia jinsi gharika ilikuja ikaangamiza watu, lakini kwa mashauri ya Mungu, vile Nuhu alivyoweza kutii neno la Mungu, akajenga safina, ikawa ni wokovu. Na hebu tuweze kusomewa waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa 8. Neno la mwisho ni hili. Waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa 8. 3 mstari wa 8 inasema, neno la mwisho ni hili. Na wa pili 3. Wa pili 3 mstari wa 8. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Baba wetu asifiwe sana. Kwa hivyo nitaka tuweze kuona ya kwamba, yani wakati ule wa Nuhu, bado gharika ilipokuwa iko katika ulimwengu, ya kwamba Baba wetu alimuokoa Nuhu pamoja na watoto wake, watu 8 wakaweza kuokoka, na kwa hivyo ikawa ni wokovu ambao ulikuwa siku hizo za Nuhu. Nitaka tushike mstari huo sana, ni kwa sababu inaonyesha hata siku za Nuhu kulipatikana wokovu kwa mtumishi wa Baba wetu ambaye aliitwa Nuhu, ya kwamba alipotii neno la Baba wetu na akaweza kufuata vile alivyoshauriwa, Baba wetu aliweza kumwokoa. Hebu tuweze kuona nao Israeli, wakati wa wana wa Israeli jangwani walipotoka katika nchi ya Misri. Hebu tuweze kuona nao waliweza kwenda namna gani, na Baba wetu aliwatayarishia nini baada ya wao kumwasi jangwani. Wakawa ni watu ambao walianza kufanya machukizo mbele za Baba wetu. Kuna kitu waliwekewa ili Baba wetu apate kuwaokoa. Kitabu cha Yohana 3:14 na 15. Injili ya Yohana 3 mstari wa 14 hadi 15. Yohana 3 mstari wa 14 na 15. Inasema hivi. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji
yakibubujikia uzima wa milele. Na baba wetu asifiwe sana. Yohana Injili 3:14. Okay, sorry, 3:14. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, kama vile Musa alivyoinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ila kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Hivyo ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa hivyo tunaona kama vile Musa alivyoinua nyoka jangwani, wakati wana wa Israeli waliasi, wakaletewa nyoka wengi waliokuwa wakiwauma na kuwaua, lakini hata hivyo baba wetu aliweza kutengeneza nyoka wa shaba. Akamwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba, muinue mahali juu, ili mwenye anaweza kutazama kuliko akiumwa na yule nyoka wa asili ambaye alikuwa akiwauma, basi akitazama wa shaba anapata kupona. Kwa hivyo baba wetu akawaokoa. Na hivyo tukaambiwa namna gani? Vile alivyoinua Musa yule nyoka jangwani, hivyo hivyo mwana wa Mungu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu anayemtazama awe na uzima wa milele. Hebu turudia mstari wa 15 na 16. Yohana 3 mstari wa 15. Ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Ili kila mtu amwaminie awe na uzima katika yeye. Mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hiyo Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee. Hata akamtoa mwana wake wa pekee. Ili kila mtu amwaminie asipotee. Ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bali sasa awe na uzima wa milele. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kusudi la Mungu kwa mwanadamu ni aishi milele. Kusudi ya Mungu kwa mwanadamu ni aweze kumuokoa, aweze kukaa kulingana na mapenzi yake, ampatie uzima wa milele. Kwa hivyo wakati mwingi huwa watu wanaona Mungu anafikiri tu kumwangamiza mwanadamu, lakini tunaona tokea mwanzo nia ya Mungu ni jinsi atakavyombadilisha mwanadamu. Siku za Lutu nazo zilikuwa namna gani? Kitabu cha tutasoma kwenye kitabu cha Waibrania 1 mstari wa kwanza hadi wa 3. Kuna mambo ningependa tuweze kuona na kidogo mstari wa ukisoma mwanzo ambayo ni 18 hadi 19, kuna mambo huwa tunaambiwa ya kwamba siku za Lutu kulikuwa na wakati mgumu sana, ya kwamba Mungu hata akamwambia Ibrahimu, naenda kuangalia watu huko Sodoma na Gomora, kwa sababu nasikia kilio kimenizidi sana. Lakini akasema ya kwamba akienda ataangalia vile kuko, aone kama ndivyo kulivyo. Maandiko inasema ya kwamba wakati yeye alipoenda, huyu Ibrahimu alimsihi sana, akimwambia kukipatikana 50 utaangamiza. Akasema hawezi kuangamiza. Mpaka walifika watu 10, akasema bado hataangamiza. Lakini mwisho tunaona ya kwamba baba wetu aliweza kuachana na Ibrahimu. Ibrahimu akifikiri huenda kuna watu 10 na Sodoma itapata wokovu. Kwa hivyo Mungu hufikiria kuokoa kabla ya kuangamiza, sio tu kuenda kunyesha moto na kuangamiza huyu mwanadamu. Na sasa sisi kama wanadamu tunaambiwaje? Waibrania 2 mstari wa kwanza na mstari wa 3. Sasa nataka tuingie wakati wetu. Waibrania tunasoma 2. Kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Ati tuangalie sana mambo yale tunasikia, tusije tukakosa. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia. Kwa hivyo tunaambua ya kwamba tuwe wasikivu wa neno la Mungu, tusiwe kama watu wa wakati huo, ya kwamba waliposikia hawakuweza kubadilika. Basi waliambiwa siku za Lutu, wakaambiwa, hata Adamu alikuwa ameambiwa, bado alikosea. Na pia siku za Lutu tunaona mpaka watu 10 walikosekana, lakini kusudi la Mungu lilikuwa njema. Sisi nasi tunaambiwa ya kwamba tusipoujali wokovu mkuu namna hii,
ulionenwa na Bwana, kisha ukathibitishwa kwetu na wale waliotumwa na Bwana, tutapataje kupona? Kwa hivyo sisi sasa wakati wetu ndio sasa ndio huu. Tunafaa tuweze kusikia Injili tubadilishe, tupate wokovu kwa njia ya imani katika mwana wa Mungu. Na ningependa tuweze kuangalia ili tunaonywa sana kukataa mwenye anatuonya kwenye kitabu cha Waebrania 12:24 na 25. Tusikie vile tunavyoambiwa hapo. Waebrania 12:24 hadi 25. Waebrania 12 mstari wa 24. Na Yeshua mjumbe wa Agano Jipya isa hapo na damu ya kunyunyuziwa, na yeye Mwokozi ndiye mjumbe wa Agano Jipya na damu ya kunyunyiziwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Ati yeye damu yake inanena vizuri kuliko ya Habili. Angalieni msimkatae yeye anenaye. Sasa tuangalie tusimkatae yeye anenaye. Maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, ati kama wakuokoka waliokataa kusikia yule aliyenena juu ya nchi, zaidi sasa hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni. Kwa hivyo sisi maonyo yetu yanatoka mbinguni, yametoka kwa Baba wetu kupitia kwa mwana wake Masihi ambaye amekuja akafa kwa sababu ya dhambi zetu. Maonyo yetu sasa imefika, na tunaambua kama huyu Mwokozi damu yake ni damu inanena mema kuliko ile ya Habili ambaye alihesabiwa kuwa mtu wa haki. Kwa hivyo tukimwamini Masihi aliyekufa akafufuka kwa ajili yetu, basi tutakuwa na uzima wa milele. Hiyo damu ambayo ni ya Masihi itanena mema juu yetu, tutasafishwa dhambi zetu. Kwa hivyo tukaambua tusimkatae yule anenaye kutoka mbinguni. Tukisikia neno la Baba wetu tuweze kulitilia maanani, tupate kuweza kuponywa. Hebu tusikie Waebrania 9 mstari wa 22. Kungewezekana wokovu upatikane bila damu kuweza kumwagika, ambayo ilimwagika kama ya Masihi, na ambayo ilimwagika kama mwanakondoo aliyetolewa na Mungu mwenyewe pale alipomvisha Adamu mavazi. Hebu tusikie vile tunavyoambiwa. Waebrania 9 mstari wa 22. Na katika Torati karibu vitu vyote hushafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Ati katika Torati vitu vyote husafishwa kwa damu, na bila damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hivyo ondoleo la dhambi ilibidi mwanadamu Masihi kufa kwa ajili ya dhambi zetu, sisi tuweze kutakazwa kupitia kwa damu yake. Tumeambiwa hiyo damu ni inanena mema sana kuliko ile damu ya Habili. Hebu tuendelee kusikia sasa kama tutaweza kuamini Masihi, mtu ambaye ni mwenye dhambi, hata akiwa amefanya dhambi kiasi gani, anaweza kumgeukia Mungu na akaweza kumuokoa. Hebu tuweze kusikia mtu mmoja anashuhudia namna gani kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza 1 mstari wa 15 na 16. Hebu tusikie vile tunavyoambiwa. Timotheo wa kwanza 1 mstari wa 15 na 16. 15 na 16. Ni neno la kuaminiwa. Ati ni neno la kuaminiwa, tena linastahili kukubalika kabisa. Tena linastahili kukubalika kabisa, ya kwamba Mwokozi alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi. Ya kwamba Mwokozi alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi. Ambao wa kwanza wao ni mimi. Hata wa kwanza wao ni mimi. Kwa hivyo Mungu hakuja kuokoa wenye haki, alikuja kuokoa wenye dhambi. Shida ya mtu kutokupata wokovu ni kwa sababu yeye kutokuja kwa Bwana ili apate kuokolewa. Lakini tumeambiwa ya kwamba yeye ambaye ni mwenye dhambi ndio sababu kusudi la mwana wa Mungu kudhihirishwa ulimwenguni. Tumeambiwa alikuja ili damu yake imwagike, tupate ondoleo la dhambi kupitia damu ya mwana wa Mungu. Na tumeambiwa hiyo ndio damu ambayo inatunenea mambo mazuri sana. Hebu tusikie kitabu cha Matendo 4:12. Jina la mwana wa Mungu huyu ambaye amekufa, kuna njia nyingine mtu anaweza kupitia mahala pengine ili aweze kupata wokovu kwa njia yake ama kwa bidii ambao anaweza kufanya yeye mwenyewe. Hebu tusomewe mstari huo. Matendo
12. Matendo ya Mitume 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu. Kwa sababu hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu. Litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa hivyo kuna jina la mwana wa Mungu ambalo ndiyo pekee linafaa kwa wokovu. Kwa hivyo hii ni dhihirisho ya wazi ya kwamba hakuna mtu anaweza jipangia ama kujilipia wokovu wake. La Bwana anataka ufanye nini? Wewe unapotaka huu wokovu, unapotaka ya kwamba uweze kutakazwa dhambi zako. Yeye anasema namna gani? Nabii Isaya akitabiri Isaya 1 mstari wa 16 hadi 18. Hebu tusomee. Isaya tunasoma 1 mstari wa 16 hadi 18. 16 mpaka 18. Inasemaje? Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Jifunzeni kutenda mema. Takeni hukumu na haki. Wasaidieni walioonewa. Mpatieni yatima haki yake. Mteteeni mjane. Haya, Joni tusemezane. Sasa kuja tusemezane. Asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana. Ati dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana. Zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera. Zitakuwa kama sufu. Kwa hivyo Baba wetu anaweza kumtakaza mtu na dhambi zake, aziondoe kabisa, hata mtu awe safi, hata aweze kumpatia uzima wa milele. Ni ile anataka sasa uje kwake, waachana na njia zako, waachana na maovu yako, dhambi zako uachana nazo, ukuje kwa Bwana wetu apate kukuokoa. Amesema hata dhambi zikiwa nyekundu, hata zikiwa kama nyekundu kama bendera, tunaambiwa atasafisha na zitakuwa safi kama sufu. Hebu tusikie kwenye kitabu cha waraka wa kwanza Yohana 1 mstari wa 9. Tuweze kuona kuna dhambi asiyoweza kusafisha Bwana wakati mtu amekubali kuachana nazo na kuzikiri na kuziacha. Kuna zile dhambi Baba wetu ama Masihi anaweza kosa kukusamehe ikiwa umekubali kutubu na kuacha dhambi zako. Hebu tusikie maandiko inasema nini. Waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wa 9. 1 mstari wa 9. Tukiziungama dhambi zetu. Yeye ni mwaminifu na wa haki. Hata atuondolee dhambi zetu. Na kutusafisha na udhalimu wote. Kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hivyo yeye ni mwaminifu na mwenye haki, awezaye kutusafisha udhalimu wetu wote. Kwa hivyo hakuna hakuna dhambi asiyoweza kuosha Bwana. Kwa hivyo ni wewe unakataa na dhambi zako, ni wewe unakataa kumkaribia Bwana ili upate kutakazwa, upate msamaha wa dhambi, uzitubu dhambi zako na kuziacha, naye aweze kukutakaza. Ningependa tusome Zaburi 119 mstari wa 155. Tuone hata kama wakati huu tunasema watu wengi wameokoka, lakini kuna kasoro katika wokovu. Shida gani iko katika wokovu wa wanadamu wa siku hizi ambao karibu 99 ni wale wameweza kuokoka? Hebu tusikie Nabii Daudi, ni mfalme na nabii, akitabiri mambo ya wokovu. Alisema ni kitu gani ambacho mwanadamu anakosa kukifanya, na hata akiwa ameokoka wokovu wake unakosa kuwa mkamilifu. Hebu 119 Zaburi na mstari wa 155. Zaburi 119 mstari 155. Ndio hapo. Wokovu ubali na wasio haki. Ati wokovu sasa unakuwa tena mbali na wasio haki. Kwa maana hawajifunzi amri zako. Kwa sababu hawajifunzi amri zako. Kwa hivyo kuna amri za Mungu ambaye wewe mtu wa Mungu unafaa kujifunza. Usiwe kama Adamu alipoweza kuonywa asikule katika matunda ya miti ya bustani. Hakuweza kujifunza amri ya Mungu, asije akaguza na kula katika ule mti. Lakini hata wakati huu watu wengi ni wale wameokoka,
Lakini katika kujifunza amri za Mungu ili wasikosee Mungu kwa kuvunja amri zake, basi bado wanabaki na wokovu bila amri za Mungu. Ndio sababu tumeambiwa ya kwamba hautaweza kuokoka na ama uwe na wokovu huko ukiendelea kuasi amri za Mungu. Ndio sababu tumeambiwa ati wokovu unaanza kuwa mbali na wasio haki, kwa sababu wao hawajifunzi amri za Mungu. Ni wakati wako sasa, hata kama umeokoka, uanze kujifunza amri za Mungu. Huenda kuna mwalimu atakuja hapa, atafundisha kuhusu amri za Mungu ili uweze kushikanisha wokovu wako na hizo amri za Mungu. Hebu tuweze kusikia vizuri kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Petero 3 mstari wa 8 na wa 9. Waraka wa pili wa Petero 3 mstari wa 8 na wa 9. Tusikie wakati huu, wakati tunapoona Baba wetu anaendelea kuvumiliana na ulimwengu, ni kwa kusudi gani? Waraka wa pili wa Petero 3 mstari wa 8 na 9. 8 na 9. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili ya kwamba namna gani? Kwamba siku moja ni kama miaka elfu. Ya kwamba kwa Bwana hata siku moja ni kama miaka elfu. Na miaka elfu ni kama siku moja. Hata miaka elfu ni kama pia siku moja. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Hata Bwana hakawii kutimiza ile ahadi ambayo ameahidi watu wake. Kama wengine wanavyokudhani kukawia. Kama vile wengine wanavyokudhani kukawia. Bali huvumilia kwenu. Ati Baba wetu lakini ni mvumilivu, anavumilia kwenu. Maana hapendi mtu yeyote apotee. Kwa sababu yeye hapendi mtu yeyote apotee. Bali wote wafikirie toba. Lakini anataka watu wote watubu, waweze kurejea, dhambi zao zifutwe. Na kuna maandiko hutueleza vizuri, mtu kama atatubu, kuna kitu huwa inafanyika, ya kwamba kuna kutubu, dhambi zako zifutwe. Hebu soma kitabu cha Matendo 3:19 ili tusikie kweli mtu akiweza kutubu, dhambi zake huwa zinafutwa na anakuwa mtu safi. Na tumeambiwa ya kwamba kwa Bwana ni kama kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu, ama miaka elfu ni kama siku moja. Hebu tusikie vile tunavyoambiwa hapo. Matendo 3 mstari wake wa 19. 19 inasema hivi. Tubuni basi, mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Ati tubuni basi na mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Ati zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Na wakati atakapokuja, ili atakuja kwa sababu ya watakatifu wake. Na tumeweza kuambiwa tukitubu dhambi zetu zitapata kuja nyakati za kuburudishwa. Waebrania 3 mstari wa 7 na wa 8 inasema namna gani? Waebrania 3 mstari wa 7 na wa 8. Wa 7 na wa 8. Kwa hiyo kama anenavyo Roho Mtakatifu, ati kama anenavyo Roho Mtakatifu, leo kama mtaisikia sauti yake, ati leo kama mtaisikia sauti yake, sifanye migumu mioyo yenu. Mtu asije akafanya mgumu moyo wake, kama wakati wa kukasirisha siku ya kujaribiwa katika jangwa. Ati kama siku ya kukasirisha, siku ya kujaribiwa katika jangwa. Kwa hivyo tunaonywa sana ya kwamba tukisikia mtu awache kufanya moyo wake kuwa mgumu, kwa sababu wale waliofanya mioyo yao kuwa migumu, siku za Nuhu waliangamia hivyo hivyo, siku za Lutu waliangamia vile vile, kwa vile walivyokosa kumsikia Lutu mtu mwenye haki. Siku za Adamu ambaye alionywa na baba wetu aliweza kuangamia na kufikia mauti kwa sababu ya kutokusikia na kutii. Basi siku hii ya leo tunaonywa sana, tusije tukafanya mioyo yetu kuwa migumu, na tuweze kumfanya baba wetu akasirike, kwa sababu baba wetu akikasirika ni kutuangamiza, atatuangamiza. Wakorintho wa pili 6 mstari wa 2 inasema namna gani? Korintho wa pili 6 mstari wa 2.
Wakorintho wa pili 6 mstari wa 2 inasema hivi. Inasemaje? Kwa maana asema, yasema nani? Wakati uliokubalika nilikusikia. Hata wakati wa kukubalika Baba wetu hukusikia. Siku ya wokovu nilikusaidia. Hata siku ya wokovu ni Bwana huwa anasaidia watu. Tazama. Ati sasa tutazame nini? Wakati uliokubalika ndio sasa. Wewe wakati unasikia ile sauti, huu ndio wakati. Usiseme kuna wakati mwingine unatafuta. Tazama namna gani? Siku ya wokovu ndio sasa. Sasa siku ya wokovu ndio sasa. Tafuta Bwana. Hebu tafuta njia za Mungu ili uweze kupata msamaha wa dhambi. Uweze kutubu dhambi zako. Baba wetu ako tayari kukuokoa kwa kupitia kwa Yahshua Masihi. Kuna neno lingine ningependa kumalizia kwenye kitabu cha Warumi 2 mstari wa 4 hapo. Hebu tusikie vile Baba wetu anaendelea kusema tukiteremka kidogo. Warumi 2 tunasoma mstari wa 4. Au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake. Ati ama wafanya nini? Rudia msomaji. Au waudharau wingi wa wema wake. Hakuna kitu kibaya kwa mwanadamu kama kudharau. Watu wengi wamedharau neno la Mungu, hawajaenda vizuri. Kwa hivyo wewe na usije ukawa mtu wa kudharau neno la Mungu au udharau wema wa Mungu ambao unasema nini? Na ustahimili wake na uvumilivu wake. Na ustahimili wake na uvumilivu wake. Usije yakuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Ati wema wa Mungu huwa unakuvuta upate kutubu. Bali kwa kadiri ya ugumu wako. Lakini kwa kadiri ya ugumu wako. Kwa moyo wako usio na toba. Kwa moyo wako ambao hautubu. Wajiwekea akiba na hasira kwa siku ile ya hasira. Ati unajiwekea hasira siku ya hasira. Na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Na kwa ufunuo wa siku ya hukumu ya Mungu. Atakayemlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Atalipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Fika mstari wa 11 nimalizie. Wale ambao kwa saburi katika kutenda wema. Ati wale ambao kwa saburi na kutenda mema. Wanatafuta utukufu na heshima. Ati wanatafuta utukufu na hata heshima. Na kutokuharibika. Na kutokuharibika. Hao watapewa uzima wa milele. Watapewa hao uzima wa milele. Na wale wenye fitina. Na wale wenye fitina. Wasioitii kweli. Hata wapendi kusikia ukweli wa Mungu. Bali wakubalio dhuluma. Wanakubali dhuluma. Watapata hasira na ghadhabu. Watapata hasira na ghadhabu. Dhiki na shida juu ya kisa nafsi ya mwanadamu atendaye uovu. Ati dhiki na shida juu ya nafsi ya mwanadamu atendaye maovu. Myahudi kwanza na Myunani pia. Na Myahudi kwanza na Myunani pia. Bali utukufu na heshima. Na amani kwa kila mtu atendaye mema. Myahudi kwanza na Myunani pia. Kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu. Hakuna upendeleo kwa Mungu. Ukimkubali anakukubali. Ukimkataa unaogoja ghadhabu ya Mungu, hukumu ya Mungu ambayo inakuja kwa wale wote wasiotii. Asanteni sana kwa usikizaji wenu. Baba wetu wabariki mnapoendelea kufanya uamuzi ulio mwema. Amen. Haya, asante sana. Asante sana ndugu mhubiri kwa sababu ya kutufahamisha hayo kwamba kwa sababu mtu wa kwanza katika shamba la Edeni alifanya makosa na akafanya dhambi, ndiposa ikaweza kutolewa njia ya Bwana kufanya upatanisho tena ya mtu na Mungu wa mbinguni, ikawekwa wokovu. Na wokovu wa baba yetu natufunza ya kwamba tunafaa kuachana na dhambi kwa sababu tuliokolewa katika neema ya Bwana. Kwa hivyo tunafaa tujipatie wokovu, tuokolewe, tuache kufanya dhambi na ili tusiwe watu wa kuudhi Mungu wa mbinguni. Kwa sababu tumesikia Bwana amesema vizuri ya kwamba Njoni tusemezane, hata iwapo dhambi zenu ni nyekundu kama bendera, atazifanya kuwa safi kama sufi. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kujitakasa. Ni vizuri tuweze kujua kwamba Mungu wa mbinguni hapendi dhambi, na ndiposa akaweza kuleta wokovu kupitia kwa mwanawe Mesaya ambaye alikuja kwa ajili ya dhambi za wanadamu wote. Kwa hivyo tumekuja kufahamishwa hayo kupitia kwa Biblia takatifu ya Bwana, na hiyo ndiyo kweli ya kwamba Baba wetu wa mbinguni anaita kila mtu kutoka pahali popote ili aweze kutubu. Kwa hivyo ni vizuri, kwa sababu ya hiyo najua kwamba mnazidi kusikiliza na mnaendelea kunakiri. Ikiwapo una swali, unaendelea kunakiri, kwa sababu sisi ama kanisa la Bwana, kwa sababu lile neno tunaweza kupeana, tuna uhakika yake, huwa tunapenda kuulizwa maswali. Iwapo una swali na namna yote, unaweza karibia hapa, na iwapo huwezi karibia,
unaweza utatuma karatasi na utajibu swali yako. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuokoka, tupokee wokovu ambao ni wokovu wa kweli. Katika hii hafla ama katika huu wakati, ningependa niwakaribishe waimbaji. Waimbaji tuweze kusindikisha hilo neno kwa nyimbo kadha wa kadha ambazo nitawaambia. Kwa hivyo waimbaji, mngekuwa hapa karibu na mimi, tuweze kumsifu baba wetu, tuweze kumshukuru kwa sababu anastahili shukrani. Kwa hivyo karibuni sana kwa nyimbo kama 3. Tururumie kigosho kiega, togosha muthamaki nigukorwo niwe tukinyetie ihinda riri. Karibu sana. Asante. Delia kana mesia vitogioka kakorona ikena niadamuona namenya inya lewa lugudino na viyado asanga makareke juini kurubana magaruga katere inele kwa debotoga atadore ine odi kara odora kijana yuni yenete maida maria tutora oboze yakala wetaidia mora maide magara dona kenya
Bwana ametufurahisha kwa kazi zake.